Clouds TV, empowering lives. Kunapotokea jambo lolote la unyanyasaji, jambo lolote ambalo linapitia watu kukosa amani, watu kukosa sababu na kusudi ya kuishi katika dunia hii, ni mimi nikiwa mchungaji niko na ruhusa ya kuuliza ni kwa nini. Hasa kule Tanzania tumeshuhudia visa vya kinyama kutoka kwa Rais Suluhu, ambao unaona kuna Wakenya pia walienda kule wakashikwa. Boniface Mwangi alikamatwa na akalawitiwa, wanaume wakalala na yeye sehemu yake nyeti. Mwanamke mwingine kutoka Uganda ambaye ni wakili pia naye akapitia yale yale. Wanasiasa Tundu Lissu na wanasiasa wengi wamepata kupitia magumu sana. Ikana kwamba Tanzania sio nchi ambayo sio East Africa. Wakati wanaharakati wa Kenya walisafiri kule, kama vile Nyerere alivyofanya wakati alimuhifadhi Mandela. Kumbuka Tanzania mpaka wimbo wa taifa wa South Africa umeibwa kutoka kwenu. Kumaanisha Nyerere ndiye aliweka msingi wa kupigania haki za binadamu na kutetea wanaharakati wa aina yote. Yani licha tu awe ni Mwafrika mwenzake, anapigania uhuru, anapigania watu wake, Nyerere aliweka msingi thabiti katika East Africa na Afrika nzima ya kwamba kuhifadhi watu wa kwenu kwa ajili ya kupigania harakati mbalimbali. Mtu kama anaitwa Museveni alikulia Kenya, alipigania vita akiwa Kenya, tukampatia hifadhi, tukampatia heshima yake, akaishi Kenya, akatumia pesa za Kenya, akatumia wananchi wa Kenya, akatumia simu za Kenya, akatumia magari ya Kenya, barabara za Kenya, akatumia fedha za wananchi wa Kenya. Akapigana kule Uganda na akapata kuwa rais mpaka sasa. Rais Kagame amekuwa Kenya, ameishi Kenya, na alipokuwa akipigana vita kule Rwanda ndio apate ukombozi wa Rwanda, alitokea Kenya, alikuwa Uganda, alikuwa Tanzania wakati ule wakipigania. Aliishi nchi kwa sababu hapa ni mahali pa kila mtu. East Africa ni section moja ambayo inazungumzia amani na inapenda amani. Na mgeni anapokuja kutembea tunamshika kwa mikono miwili mizuri. Haijalishi kama alikuwa mbaya ama anaitwa gaidi, lakini tunampatia hifadhi. Tundu Lissu alipopigwa marisasi alikuja Nairobi, akatibiwa Nairobi. Wakati Magufuli alipokuwa na matatizo, kuna ruma ati ya kwamba alikuwa Kenya akipokea matibabu. Pia wakati ule anaitwa Suluhu ndio uweze kupata kusapotiwa ndio ukuwe rais wa Tanzania. Rais wetu Uhuru Kenyatta alikuunga mkono, akakusupport na akakupigania na waka make sure ya kwamba nchi ya Tanzania haipati kuteleza hata kidogo kwa sababu ya sintofahamu ambayo iliyotokea kutokana na kifo cha Magufuli. Rais wa Kenya, rais wa Tanzania, rais wa Uganda, rais wa Rwanda, rais wa Burundi, rais wa DRC, rais wa Sudan, wote kwa pamoja, maana ni muungano wa East Africa, walikushika na wakasimama na wewe vizuri na wakakusimamisha na wakasema utaendelea, na ukaendelea mpaka hapa. Sasa umeinuka baada ya kukaa vizuri na kukaa kwa njia nzuri, umeinuka kinyume na ushirikiano wa East Africa. Martha Karua, jaji mkuu mstaafu, wakaja Tanzania, huku hapa heshima hata kidogo. Kama viongozi hawakuja kuvuruga amani, walikuwa nakuja kushiriki pamoja na mfungo wa kisiasa Tundu Lissu, lakini uliwafurusha ukawafukuza katika Kenya. Kumbuka kuna Watanzania wengi walio katika taifa la Kenya kwa ajili ya mambo ya kisiasa. Lowassa alikuja kwa sababu ya mambo ya kisiasa, alikuwa anapinga serikali, lakini alipokuja tulimshika vizuri, tukampatia hifadhi mpaka wakati alitaka kurudi kwao, karudi kwa njia nzuri. Watanzania wengi walifanya hivyo. Tundu Lissu walifanya hivyo, walikuwa wanapinga serikali, lakini serikali ya Kenya haikushirikiana kwa njia yote ile kutoa ama kufanya jambo ambalo linaweza kufanya kuonekana kama tuko against mtu ambaye anapigania uhuru wake, kwa sababu kusudi tu hajaribu amani ya nchi. Na sidhani Martha Karua alikuwa ameharibu amani ya nchi. Sidhani jaji mkuu Willy Mutunga aliharibu amani ya nchi. Sidhani Mwangi na huyu mama kutoka Uganda kuna amani ya nchi walikuwa na furuga. Na kama walikuwa na vuruga amani, mungewastaki, wangepelekwa kwenye mahakama wastakiwe kama wana East Africa.
sio wa Kenya, kama wana East Africa na watu ambao wamefanya mambo maovu katika nchi. Na kuamuru Samia ndio uweze kuepukana na kichapo cha kiungu, maana utakipata kabla uchaguzi ufanyike. Kichapo ambacho utaenda kukumbana nacho hakijawahi kukutana na mtu yote katika Afrika nzima. Namba 2, uache kuteka watu nyara, maana watu hawa Mungu akiwa mbinguni anakuona. Hivyo navyofanya, kitendo kama hicho kitafanyika kwako. Whatever you are doing to others, it shall come to pass to you. Maana there is something that is God is about to do to you and your family and the people that are working with you. Umeshurutisha kila mtu. Umeshurutisha wanasiasa, umeshurutisha mpaka chama. Umekichukua katika misingi ya dini ya Kiislamu ya magaidi. Si dini ya Kiislamu iliyo na ufasaha mzuri. Umekuwa gaidi wewe mwenyewe. Gaidi la kupiga watu wale wengine, kufunga watu wale wengine, kuua watu wale wengine. Na kashifu tendo hilo kutoka kwa moyo wangu. Na kwa njia yote, na kwa niaba ya makanisa wote ya Kenya, tumeunganika pamoja kuhakikisha ya kwamba haki na ikatendeke juu ya kila mtu Mtanzania. Maana hapa Kenya Watanzania wapo. Wafanyikazi tunaofanya kazi nao wengine ni Watanzania. Wafanyikazi wa Kenya wengine wanaishi Tanzania, tunao watu wanaishi Tanzania wa Kenya. Wanabiashara wa Kenya wanaishi Tanzania. Wengine wanaishi Uganda, wengine wanaishi Rwanda, wengine wanaishi DRC, wengine wanaishi Ethiopia, wengine wako Sudan. Tendo unalolifanya litalete uhasama dhidi ya mataifa ya East Africa. Na kuna siku watu watakuinukia, na nataka nikuhakikishia kwamba si vigumu kwa mara ya kwanza kabisa CCM kukosa kiti cha urais. Si vigumu kwa mara ya kwanza kabisa CCM kukosa wingi wa viti bungeni. Kwa hivyo ufanye jambo la busara kabisa, uhakikishe ya kwamba kila kitu kimeenda vizuri. Pia ni vizuri kama mama ukatunze watoto wenyewe. Jinsi unavyomtunza mtoto wako, ukatunze watoto wenyewe. Na ndio tuweze kuwa katika nchi na Afrika. Vile vile marais wote wa Afrika, wa East Africa, akiwemo pamoja na Ruto, akiwemo pamoja na Museveni, akiwemo pamoja na Kagame na ule wa Burundi na Tshisekedi pamoja na Salva Kiir. Ni vizuri marais wote muingilie kati kuangalia ni vipi Tanzania itazuiliwa kuingia katika hali ya sintofahamu, kwa sababu na ubatuli na ugumu na umang'aa ambao umedhihirishwa na kikundi kidogo ambacho kimemzingira Mama Samia. Mama Samia anaweza kuwa ni mama mzuri, lakini kutokana na kukua pamoja na watu ambao makusudi yao na nia yao ni kutumia nafasi hii kujinifausha wao wenyewe, lazima tulikashifu neno hili. Na kila mtu katika East Africa aamuke kuzuia tendo kama hili. Kila mtu katika East Africa atoe sauti yake. Tanzania ni Kenya na Kenya ni Tanzania. Tanzania ni Uganda na Uganda ni Tanzania. Tanzania ni Rwanda na Rwanda ni Tanzania. Maana we have families across border. Katika border ya Kenya na Tanzania tuko na Wamasai pande zote mbili. Katika border ya Kenya na Uganda tuko na Wakaramonjong, tuko na watu kutoka Busia, wote tunashiriki pamoja. Kuna Wajaruo wa Kenya na kuna Wajaruo wa Tanzania. Kuna Wajaruo wa Kenya, kuna Wajaruo wa Uganda. Na we are brothers, we are sisters. We have every obligation to make sure that whosoever that tries to intimidate or to destroy the good fabric of East Africa must be stopped at every clearest way. Mungu wa
jeshi hiyo. Gari ya jeshi hiyo. Wananchi wapo na jeshi na wananchi wako pamoja. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya ushirikiano jeshi na wananchi. Hiyo ni gari ya jeshi. Hiyo ni gari ya jeshi. Cheka wananchi wanashangilia jeshi. Ere baba baba. Jeshi liko na sisi. Jeshi liko na sisi. Jeshi liko na sisi. Wanajeshi wako na sisi. Hilo ni gari la jeshi. Hiyo ni JW hiyo. Hilo ni gari la jeshi. Hilo ni gari la jeshi hilo. Hilo ni gari la jeshi. Hilo ni gari la jeshi. Bethel Clouds TV.